Mtazamaji wa Meki TV, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa. Makala ya Feitoto na miguu ya dhahabu ndani ya mgodi wa soka. Karibu Tanzania, nchi nzuri yenye vivutio vingi vyenye kuteka hisia za wageni na wenyeji. Najua umesikia kuhusu mlima Kilimanjaro, Mikumi pamoja na mbuga ya Serengeti. Ila kwa leo tupande boti mpaka Forodhani, Zanzibar. Tukamtazame sultani wa mwisho ndani ya Zanzibar, anaitwa Faisal Salum Abdallah Feitoto Failasufi. Vitabu vingi vimeandika kuhusu sultani wa kwanza wa Zanzibar, Saidi kutokea Muscat nchini Oman. Pia vimeandika kuhusu sultani wa mwisho Said Balagash, ila vimesahau kumwandika sultani Faisal Salum Abdallah Feitoto anayetokea ardhi ya visiwa vya Kalafu, Zanzibar. Kama soka lingekuwa dini, basi Feitoto angekuwa ni nabii wa soka, kipaji marizawa kilichopo ndani ya kijana kutoka kabila la Wakojani. Hakika amepewa zawadi ambayo sio kila mtu huzaliwa nayo. Ukipita mji mkongwe Forodhani, Kizimkazi na Pongwe, huko kama kungekuwa na watu wanaolihusudu soka vilivyo, walitakiwa kuweka picha Feitoto kama sultani mpya wa sanaa ya soka ndani ya Zanzibar. Kwenye vijiwe vya kahawa huko Dole na Nungwi hatusikii stori za Feitoto, pengine kwa sababu watu wa huko wako bize na swala tano na sio soka kivile kama ilivyo bara. Feitoto alitoka Zanzibar na kuja kuikumbusha Tanzania bara kuwa Zanzibar ni kiwanda cha wachezaji wenye vipaji asilia visivyochakachuliwa. Mfano wa ndui begani ni ndogo ila haifutiki. Pia Faisal Salum Abdallah Feitoto ni mmoja tu, ila alama ya kipaji chake haiwezi kufutika abadan. Amefanya mambo makubwa kwenye soka la Tanzania. Hakika viwanja vya soka vingekuwa na namna ya kuongea, vingesifu na kufurahia kuchezewa na Faisal Salum Abdallah. Kama soka ni mgodi, basi miguu ya Faisal Salum Abdallah Feitoto ndio dhahabu yenyewe, ipewe ulinzi. Pumzika kwa amani, mwanafasihi Shaaban Lobati. Naamini roho yako ingevikwa taji zidi ya mauti, basi ungeandika mashahiri na vitabu mbalimbali kuhusu kipaji cha Failasufi Feitoto Abdallah. Ila inna lillahi wa inna ilahi rajiun, kuru nafsin zaikatole mauti. Bado Feitoto hajapewa heshima anayostahili, japo mboni zangu zilipomshuhudia kwa mara ya kwanza Faisal akicheza akiwa na timu ya JKU, nikasema subhanallah, nikiwa na maana kwamba utukufu kwa Mwenyezi Mungu aliyempa kipaji kijana huyu. Tumemshuhudia Faisal katika uzi wa Yanga, sasa yupo na waoka mikate watoto wa tajiri wasiopenda shule, ila bado anautwanga kuliko hata wachezaji waliokuja na pasipoti kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Nani hajui sanaa nzuri ya kupachika mabao? Nani hajui ubora wa pasi zilizopimwa na vipimo vya akili? Vipi kuhusu udambwi, alafu vyote unaambiwa amebarikiwa Feitoto? Hakika ni ajabu sana, inavutia Ikiwapendeza wa Zanzibar, basi andaeni kalamu itakayotumika kuchora jina la Feitoto kwenye orodha ya masultani walioitawala Zanzibar, na hata wenye mamlaka kama itafaa, video klipu za Feitoto akiwa uwanjani zitumike kuwapa faraja walio nyuma ya nondo za gereza. Kabla Faisali hajastaafu soka na kuwa imamu kwenye msikiti mmoja pale mitaa ya Kizimkazi, basi anatakiwa kusafiri nje ya mipaka ya Tanzania ili akajionyeshe kwa wasiosadiki kuhusu vipaji vya soka kutoka marashi ya Kalafu, Zanzibar. Kila Feitoto achezapo, akilini mwake asisahau kuwa nabii hakubaliki nyumbani. Pengine Watanzania hawamsifii, ila sio kwamba hawampendi, ni vile wameshazoea kumuona Faisali. Huyu ni mchezaji mwenye miguu ya dhahabu ndani ya mgodi wa soka la Tanzania. Makala hii imeandikwa na kusomwa kwako na mimi Michael Jacob, wengi huniita Dr. Meki. Kwaheri.